Wakasema kuna polisi wamejificha huko wanatutafuta. Sema lakini wawatafute kwa nini? Nyinyi ondokeni tu. Sasa katika harakati za kuondoka hivyo, mimi sijui ni kitu gani kilisababisha polisi waanze kutupa mabomu ya machozi. Karibu sana msikilizaji katika kituo chetu hichi, ili tuendelee kufahamishana bila shaka na kupata kuchambua yale ambayo yameendelea kutokea, ili kuhakikisha kwamba tunazidi kujifahamisha zaidi na kupata kuelewa kwa kina kile ambacho kimeendelea kutokea katika taifa letu tukufu la Tanzania. Msikilizaji, taarifa zinazonifikia siku ya leo ni kuhusu kufyatuliwa kwa mabomu yaliyoweza kushuhudiwa siku ya jana na katika kanisa Katoliki, ambapo watu wengi waliweza kuathirika kutokana na mashambulizi hayo. Kulingana na Askofu Michael Msonganzila, naweza kusema kwamba kuna watoto waliathirika, lakini baadhi ya wamama pia walikuwa wanahudhuria misa ya pili, lakini pia wale wengine waliokuwa wanaondoka kwenye misa ya kwanza na wakongwe pia waliweza kuchukua nafasi yao kuondoka polepole kwa mwendo wa kuondoka katika sehemu ile ya ibada. Sasa msikilizaji, kinachotokea ni kwamba kitendo hichi cha kushambuliwa na kutupiliwa mabomu kwenye jumba la kuabudu ama jumba la ibada, msikilizaji, inaweza kuonyesha kipi? Kwamba msikilizaji, bado kuna vita ambavyo vinawapiganisha watu kwa misingi ya kidini, lakini pia kushambuliwa katika eneo la ibada ni jambo ambalo bila shaka haliwezi kuruhusiwa, kwa sababu sehemu ya ibada inawahifadhi watu wa kila aina. Cha kwanza, inawahifadhi watoto ambao pia hawajafika hata umri wa kuweza kuelewa kwamba ni kipi kinatokea katika taifa, ambao wanahitaji kuongozwa kwanza, na jambo hilo linasababisha kwamba eneo kama hili la kanisa lisipate kushuhudiwa mabomu kama haya, na iwapo polisi wangelazimika kutumika nguvu, wangetafuta njia ya kuwawezesha kufanya hivyo, lakini wasingeweza kuyatupa mabomu katika eneo hili ambalo linabeba kila aina ya watu. Msikilizaji, Askofu Michael Msonganzila amepata kutoa taarifa hii na akaweza kuzungumza hivi: kupiga watu, hii si dalili ya ukomavu. Haya yote nayafikiria kama majeraha tuliyoyapata tarehe 29 Oktoba mwaka 2025. Yaani msikilizaji, askofu huyu Michael Msonganzila amefananisha kitendo cha polisi kutupa mabomu katika eneo lile la kanisa kama maafa ya tarehe 29 mwaka 2025. Lakini pia ametaja kitendo hicho kama sio kitendo cha kikomavu, sio kitendo ambacho kimeonyesha ukomavu wa taifa, sio kitendo ambacho kimeonyesha ukomavu katika vyombo vya dola na katika wale ambao wanatoa masharti katika vyombo vya dola vinavyodhibiti vurugu na masuala ambayo yanatokea katika sehemu mbalimbali. Kwa hivyo askofu huyu amesema hivi: kupiga watu namna hii sio dalili ya ukomavu. Haya yote ninayafikiria kama majeraha tuliyoyapata tarehe 29 Oktoba mwaka 2025. Yaani anayafikiria kama matukio ya Disemba mwaka 2025. Kisha ameendelea kusema hivi: hatujapona bado na waliojeruhiwa ni wengi sana. Mbaya zaidi,
unatumia nguvu katika eneo la ibada. Anipata msikilizaji? Yaani kibaya zaidi kilichoshuhudiwa pale ni kwamba nguvu zaidi zilionekana kutumika katika eneo la ibada, na kama nilivyokuambia msikilizaji, eneo la ibada lina hifadhi ya watu wengi na lina uwezo wa kuwabeba watu wa kila aina, na kwa sababu hiyo sio jambo bora kuweza kuachilia moto katika eneo kama hilo, kwa sababu bila shaka unaweza ukamuumiza yoyote, na ni kitendo ambacho kinamtahadharisha ama kinamweka kwenye hatari kila mtu mwenye nia njema na mwenye nia mbaya katika hali ya utata. Sio kitendo kizuri kuachia moto katika eneo kama hili. Askofu huyu pia ameweza kusema hivi msikilizaji, ni kwa nini hayo mabomu yametupwa ndani ya eneo la kanisa la Jimbo Kuu la Katoliki Musoma? Yaani ni kwa sababu gani ni mpaka mabomu haya yangetupwa katika kanisa la jimbo hili kuu la Katoliki Musoma? Ni kwa nini ni mahususi katika kanisa hilo kwamba ndo kungeweza kutupa mabomu haya? Akaendelea akasema hivi, waliotupiwa ni hawa kina mama, ila walioathirika si hawa kina mama tu. Kulikuwa na watoto wadogo, mabibi na wazee wanaotoka kanisani, na wengine wanaingia misa ya pili. Kitendo cha kutegemea kwamba kutupa mabomu yale yangeweza kuwaumiza wale wamama peke yake ni kitendo cha kuonyesha kutojali, kwa sababu msikilizaji, eneo la ibada ama eneo la kanisa ni eneo linalowahifadhi watu wengi kama nilivyokuambia. Unavotupa moto ukilenga kikundi fulani, bila shaka hautegemei kuwaadhiri wale peke yake, kwa sababu wapo watu wengine wengi, na bila shaka kila siku msikilizaji, eneo la ibada linajulikana kama ni eneo salama, kwa sababu muda mrefu sio mara mingi utakuta kwamba kuna vurugu katika eneo la ibada, na watu wanaokwenda katika eneo lile ni watu ambao wamemcha Mungu na kwamba wanahitaji kutubu kuliko kuleta matatizo. Na kwa hivyo eneo la ibada linahisi kwamba ni eneo salama kwa kila mtu kuwa. Hata mzazi anaweza kumwachia mwanawe akaweza kupoa katika eneo lile kwa sababu anajua ni salama. Lakini sasa kitendo cha polisi kuachia mabomu katika eneo hili kinashtua sana, na bila shaka moto ulioachiliwa umeonekana kuwaadhiri sio tu wale wamama, lakini pia umewaadhiri watoto, umewaadhiri wakongwe, mabibi walikuwa wanaondoka katika misa ya kwanza na wengine wanaoingia katika misa ya pili. Msikilizaji, kitendo hichi tunaweza tukakiangalia vipi ikiwa serikali ambayo wananchi wanaitegemea, ambayo wananchi wanaweza kuikimbilia, inaweza kufanya vitendo vya kijinga kama hivyo? Yaani hata ikiwa bila kutumia akili, bila kufikiria kabisa. Eneo la kanisa sio eneo ambalo unaweza kuachia bomu, sio eneo ambalo unaweza kuachia moto. Sawa na eneo la shule, kwa sababu kila mtu anakuwa katika maeneo kama yale kwa sababu anayaamini. Inaweza ikawa watoto wako pia wako pale, watoto wa fulani ambao kila mmoja wao ni innocent, na kwa sababu hiyo hauwezi kurusha tu moto bila kujua kwamba kile ambacho unakifanya
huenda kisifanikiwe kuwakuta wale ambao ulikusudia kuwapata, ukaweza kuwapata watu wengine, kwa sababu ni eneo ambalo linaweza kuwabeba watu wengi. Msikilizaji, karibu katika kituo hichi na kukaribisha uendelee kutufuatilia, kwa maana ya kuendelea kutia subscription yako kwenye channel yetu ili kuendelea kupata hizi na taarifa zingine nyingi punde tu zinapoweza kutokea. Jina langu ni Presenter Guton. Nipo hapa kila siku kuhakikisha kwamba nimekufahamisha, nimekujuliza, lakini pia tumepata kuchambua zaidi yale ambayo yameweza kutokea na kupata kuelewa kwa kina.